ngatho cia mwanya mwiroreri wa Gikuyu TV tafarira ni urimi na uge mukinyaniru muthenya wa umuthi ndiraguceria thiini wa Kajiado County kuria tuoka kundu gwitagwo Olengeshu Dairy Farm na ndareho ni mwene haya tuko guku ri ndakinya haha gate-ini ri ndakora hena mai haha nja ndakirigwo mai maya ri ni maki muthenya wa umuthi tureka tafarira itu na thiomi igiri tukumekana ruthiomi rwa Githweri na tucoka tuthi tugitukanagia na ruthiomi ritu rwaki rwa Gikuyu na nigetha tukihota gukorwo tugikinyira andu aingi makiria reke tukire mwene guku atugeithie na agitwire welcome kana karibu. Habari ya leo? Nzuri sana. Hapa ni pande ya Olengeshu, Kajiado County, County ya East. Sisi iko toka Ongata Rongai ni kilomita 15. Kilomita 15? Ndio. Na sisi ni Gikuyu TV. Kipindi chenyewe tunakiita Urimi na uge mukinyaniru. Umetukaribisha huku kwako? Karibu sana. Na imagine ya nini tunaona hapa ni demo? Imagine ya deep. Wanajua lazima sisi naweka dawa. Wanajua gari ya wote inatoka nje, sangi naweza leta magonjwa toka nje. So hakuna haja naleta magonjwa, lazima sisi nawekanga deep ndani yake, nawekanga dawa ile inasaidia hapa napata hiyo. Hata sasa hivi wewe iko hapa hakuna inzi na hiyo unaona. Very clean. Ndio. Kwa hivyo usafi. Ndio. Mwiroreri wa Gikuyu TV no igora twerwo utheru na ringi utheru reke tungingira guku nigetha tukimenya atiriri utheru uyu twambiriria haha gate-ini ri na kuu thiini ri kuhana tau ndugathi haraya ino ni tafarira ya urimi na uge mukinyaniru ni njitagwo Serah Kimani. Gikuyu TV turi thiini wa mugunda wa Olengeshu Dairy Farm otoria gukwirite hau kabere guku ni kaunti ya Kajiado na tuingira twahingũrirwo mirango ri twagikora ni hindi marakama na tukunyitanira na umwe wa aria marutaga wira thiini wa dairy farm ino kana thiini wa mugunda uyu na nigetha atwire makiria kana atwerethere makiria uria mekaga riria marathie gukama kana ng'ombe ciao ri maciroraga na njira iriku na twina mundu umwe wa aria makao makiruta wira thiini wa kiganda giki kia dairy farm na ni agutwira marĩtwa make. Ndugu yetu tunaomba ujitambulishe. Hapa ni Gikuyu TV na tumekuja kufanya program ama moja ya yale mambo tunafanyanga Gikuyu TV ni kuangazia ukulima na tunaomba ujitambulishe na utuelezee ni nini mnafanya hapa. Okay, kwa majina mimi naitwa Simon Ekeno ambaye nimefanya kazi hapa kama miaka 10 sasa. Miaka 10? Yeah, nimefanya kazi miaka 10 na nimefanya na Olengeshu Dairy Farm ambaye sisi huwa tunafanya kazi hapa ya ng'ombe. Ndio kilimo yetu kubwa tunafanya area hii. Ambaye sasa lazima hizi ng'ombe lazima ujiprepare kabla hujaanza kukamua. Lazima uprepare kila kitu iwe safi. And then ng'ombe wakiingia lazima uoshe hizi ng'ombe matiti. Sasa hapo nikifikia wakati wa kukamua. Ya kukamua. Wakiingia tu hapa lazima kila ng'ombe ioshe matiti. Ukiosha matiti ndio unaweka hii mashine. Ukiona hii mashine hivi nikifanya hivi sasa hiyo haikamui. Lakini nikirudisha hapa hiyo ndio wakati yake inakamua. Hii mashini haina nguvu, haina uzito sana ya kufanya matiti yake ni kama kuna uzito fulani. Hapana, imepimwa hewa yake ambayo inakamua hiyo ng'ombe. Hata kama mtu atakuwa hapa haitajeruhi hiyo ng'ombe na inaweza kaa naye hata kwa muda ambayo inaweza kaa naye hata kama dakika 30 ama ngapi. Si lazima mtu awe karibu vile. Lakini ikifika masaa kutoa ndio tunakuja tunaangalia kila ng'ombe ametoa maziwa kiasi gani, ambayo ndio maziwa. Kama huyu ng'ombe ametoa maziwa lita 8 ambaye tunajua namba yake. Si lazima tuende kwa kichwa hii ng'ombe kuangalia namba. Ukiangalia tu hii ng'ombe hapa hivi umeshajua hii ng'ombe namba ngapi. Ukiangalia ng'ombe kutoka upande wa nyuma unaelewa na unamfahamu zaidi. Nimejua ni namba ngapi. Ambaye sasa kama huyu ng'ombe namkamua sasa hapa ni namba 187. 187. Yeah. Hebu turudi nyuma kidogo ama kiasi nielezee. Sasa unapotayarisha ng'ombe ndio afike hapa na ndio aweze kukamuliwa, unafaa kumtayarisha ng'ombe wako aje ama unafaa kumpatia chakula kipi ama anapokamuliwa anakuwa tu amesimama hivi bila kula?
Ng'ombe zangu kabla hata wafike hapa, wakiwa kwanza mahali wa kukulishwa, wanakula nyasi, kuna chakula inaitwa range cube, ndio wanakula pale. Ati inaitwa range cube. Yeah, hiyo ndio chakula ambayo kufanya hii maziwa iwe mzito. Unajua ni freshen. Kawaida maziwa freshen na kuanga light, sio maziwa mzito. Lakini nikipea hizi ng'ombe zangu range cube, ina maziwa mzito. Huwezi tofautisha maziwa hii ng'ombe saizi na ajasi. Kwa sababu ya hiyo range cube. That's why niliprefer kutumia range cube kushinda meal. Kwa sababu kuna dairy meal na range. Sasa mimi natumia range kwa sababu ya kufanya maziwa yangu ikuwe mzito. Sasa hiyo range, hiyo chakula ya ng'ombe ambayo unasema ni range, ni kusema kuwa imeongezewa chemicals ama ni imeongezewa nutrients ndio ikafanya maziwa kuwa mzito? Hiyo ni chakula ambayo imewekwa vitu kama molasses, cotton, ndio unakuta inafanya hii maziwa inakuwa mzito. Unajua ng'ombe ukiwekea molasses tayari umeifanya hii chakula kuwa tamu kwake. That's why wanaweka molasses na hiyo cotton. Na kitu kama dengu ikipatikana na mahindi. Napewa dengu pia? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Kwa hivyo hata nutrients hizo za protein na kila kitu. Kwa sababu ninamtoa yeye protein zake kila saa, lazima nimuongeze. Ndio nimweze aweze kunipea service yenye ninataka. Yeah. Sasa unapomleta hapa umemtayarisha kwa kukamuliwa. Yeah. Ng'ombe wenu kwa kawaida mnawakamua mara ngapi kwa? Ng'ombe zetu tunakamua mara 3 kwa siku. Ambaye tunakamua baada ya masaa 8. 12:30, 8:30 na 4:30. Yeah. 4:30 sasa masaa ya asubuhi kukirauka asubuhi. Yeah, masaa ya asubuhi. Yeah. Yeah. Ni ng'ombe mgani mwenye ako na maziwa mingi zaidi ama mwenye kamua maziwa kwa wingi? Kuna ng'ombe 098 ana liter anatoa 48 liters per day. 48. Yeah, liters per day. Ambaye mama yake alikuwa the leader, alikuwa anatoa mpaka 55 mpaka 60 kwa siku moja. Yeah, kwa siku moja. Yeah, lakini sasa yeye anafuata mama yake, lakini hajafika ile kiwango mama yake alikuwa nayo. Mamake yuko hapa pia ama mamake mshamuuza? Mamake tulimuondoa kwa sababu ya uzee. Yeah. Yeah. Okay. Ni vizuri sana na ni vizuri tukikuja mahali kama hapa kama Gikuyu TV tunakuja ndio tuweze kuelezewa na wenye tumepata kama nyinyi. Haya, umemleta ng'ombe wako, umeanza kumkamua. Maziwa inafikaje hapa? Maziwa yangu ukiona hii vile nakuonyesha, hii nakamua, kuna sensa iko kwa hii mashini hapa, ndio ina sense unaona inakuonyesha hapa lita 8. Lakini maziwa yangu mingi inaingia kwa hii laini ya pipe. Unaona hii laini ya pipe? Hii ndio inanipelekea mpaka kwa tank pale. Sasa ikifika kwa hiyo tank na booster inasukuma hapo kwa kula. So hakuna mali sisi tunabeba maziwa. Maziwa tunakutana naye kwa kula. Yeah. Na unapomuosha huyu ng'ombe, tunaambiwa kuna magonjwa mengi kama magonjwa kama ya mastitis. Yeah. Na nikisoma kiasi na napata kuelewa kuwa ugonjwa wa mastitis unaletwa na uchafu sana sana. Mumezuia aje magonjwa kama haya? Ugonjwa kama mastitis ukishaosha hii ng'ombe, uweke mashini. Ikimaliza kukamua lazima ucheck. Si ati tu unatoa mashini unaweka mashini kando. Unaangalia nyoyo imemaliza. Unaona kama huyu amemaliza maziwa kabisa. Unaona? So kama haijamaliza utaona upande mmoja imeinama, upande bado imefura na upande hii imeisha. So lazima umake sure ng'ombe imekuwa hakuna maziwa. Alafu then kuna dawa inaitwa mastrite. Ukimaliza kukamua unaipiga kwa hiyo matiti. Ili hata ikigusa hiyo germs, hiyo dawa inaua hiyo germs isiingie kwa matiti ndani. Yeah. Na pia mnaangalia usafi. Yeah. Nikipita pita huku naona mahali kwenyewe ni kusafi. Yeah, juu hata sasa tukimaliza kukamua hapa yote inaoshwa. Inabaki ikiwa clean. Unabaki kuwa kusafi. Yeah. Kwa hivyo unapokamua maziwa itakuelezea ni lita ngapi hapa juu. Yeah, unapokamua kama ni huyu, unaona huyu ametoa 11, huyu ametoa 8, huyo mwingine 8 hivyo. Kila mmoja tunajua maziwa yake ni kiasi gani. Ndio hiyo inatusaidia kwa sababu si lazima tu naandika kwa sababu ya hii. Kwa sababu hata ng'ombe ikiwa mgonjwa, nitajua on the spot. Kwa sababu atapunguza maziwa. Unajua kama huyu anatoa 10 akiwa mgonjwa, utakuta ametoa kama lita 4 ama lita 3 ama akose kutoa kitu. Obviously that ndakuwa na question kwa nini? Kuna kitu ina happen hapo. Na ni sababu gani inayoweza kusababisha kuwa ng'ombe anaweza punguza kiasi cha maziwa chenye amezoea kukamuliwa? Kuna vitu mbili. Either ugonjwa ama za zile ng'ombe inataka ndume. Kama hizi ng'ombe za maziwa. Ikiwa inataka ndume lazima ipunguze maziwa. Ama ikiwa mgonjwa lazima ipunguze maziwa. So that wewe ukiwa mtu umeizoea, si ati tu safari moja umeona imepunguza maziwa unachukua shindano unadunga. Lazima umonite kwanza. Ujue inataka ndume ama ni mgonjwa. Yeah. Na hayo yote kama hayo yote 7 niulize ama hayo yote 9 niulize ya mwisho. Haya, tafuta maziwa yetu imepitia huku na imeenda kwa ile mashini. Inapofika kwa ile mashini ambayo umeniambia ni sensor. Ina sense nini? Ina sense, kuna level yake, ikifikisha maziwa ina sense. Inaguruma hiyo pump. Inasukuma hiyo maziwa kwenda kwa kula. Yeah. Yeah. Sasa kwa kula, sasa kutoka hapo tunaendelea na hiyo ingine. Yeah. Na niulize tena swali lingine. Umekamua leo. Naona kipimo chenu ni hadi
33. Ni hadi 33. Na ikakuwa ama ikawezekana kuwa umemkamua ng'ombe amefikisha hapo na maziwa sasa yezi pita hapo, mtafanya nini? So nikikamua ng'ombe atoka kama lita 33, inabidi nisimamishe hii mashini hapa kwanza. Unaona? Kwanza ninaona nachukua hii mashini hivi na pambu nini? Naitoa hiyo maziwa. Tunaona nimeikilia? Ni kweli. Haya, nairudisha hiyo mashini hivi. Unaona? Sasa nirudishe tena kwa huyu ng'ombe. Unaona nikirudisha kwa huyu ng'ombe? Nikirudisha kwa huyu ng'ombe kama hajamaliza ataendelea sasa kutoa ile maziwa alikuwa amebakisha. So akitoa ndio ninaongeza na hii nijua ametoa lita ngapi. Sasa hiyo maziwa ikishatolewa hapa ni hivyo. Na mashini zenyewe mnaziosha aje? Mashini zetu tunaziosha, ukiona kama hii sasa ndio inajiosha automatic. Mashini yetu inajiosha automatic. Sasa nikitoa kwa ng'ombe mashini kama hii karibia hapa ndio tuweze kuona. Mashini kama hii nikiitoa namna hii naiweka hivi. Unaona? Sasa nikitoa hivyo, hii maziwa naipambu isha hapa. Hiyo mashini baki namna hiyo, ikiwa clean. Sasa alafu wakati wanamaliza kupambu hii maziwa yote, hii mashini yote itakaa namna hii. And then sasa ndio wagurumisha huko, ianze kuosha. Kwa hivyo mnaosha mashini zenu kila baada ya kukamua. Kwa hivyo hakuna magonjwa ama hakuna mahali hata popote ambapo maziwa yenu inagusana na mikono yetu ya binadamu. Hakuna. Na kuosha mnaoshaje basi? Nini mashini matiti ya ng'ombe. Matiti kuosha hiyo hapo ndio mimi nagusa matiti kwa sababu niko na pipe. Si ati ninaosha na kitambaa, niko na pipe ya maji moto. Ninaiosha nikimwagia maji. Unaona? Naosha na running water ile ambayo inatembea. So kila uchafu inamwagika chini. Ndio maana nisitoe ugonjwa kwa hii ng'ombe nikaweka kwa huyu. Kwa sababu kama ng'ombe anaweza kuwa na mastitis na nimetumia kitambaa. So nikipanguza huyu ng'ombe nitatoa ugonjwa hapa niwepeleke kwa nani? Kwa ule mwingine. Sasa that's why natumia hiyo pipe. Ndio maana nioshe huyu na ndio nioshe huyu. Hiyo ni vizuri na ni vizuri sana kwa kutuelimisha. Tunashukuru sana. Tumekuja hapa ndio tuweze angalau kusoma na kumfundisha pia mkulima mwenye ako huko nje. Hapo umetuambia hapa ni wapi? Olengeshu Dairy Farm. Mwirari wa Gikuyu TV no rakeiguana no ragithoma ati guku ni Olengeshu Dairy Farm. Na ni matutariria matwira uria mekaga ng'ombe ciao no uria makoragwo magithambia ng'ombe ciao na nigetha maciharirie maciharirie ihinda ria gukama. Na macoka matwira atiriri ati mari na irio iria makoragwo makihe ng'ombe ciao. Irio cio ri ciuba kwa kambuni imwe na no atutaririe mutaramu itu uria gututaragiria no atutaririe atwire atiriri irio ici ri to ni megutwirite ciuma gwa Sigma Feeds ri ni maciuma gwa Sigma Feeds. Tungetaka kujua hii chakula ambayo ama chakula cha mifugo cha ng'ombe ambao mnawapatia chakula chenyewe mnatoa wapi? Chakula yenyewe tunatoa kwa Sigma Feeds ambaye mtu ukitaka hiyo chakula unaenda mwenyewe pale uongee na madirectors watakudirect vile utafanya. Na ukitaka pia unaweza kuja hapa ujionee uone ng'ombe vile zinalishwa na vile zinafanywa ikuwe ng'ombe mzuri. Sawa. Tumeshukuru sana kwa muda wako. Mwirori wa Gikuyu TV tiguthie haraya turocokereria thutha wa ndagika oro nini na nigetha tuhote guthoma maingi tukirwo muno makiria uria makoragwo makiiga ng'ombe cio tondu wacirora nginya gukunja ni ng'ombe ciina riri muno ndugathie haraya. Tuweze kuelewa jinsi ya kuangalia ndama na mbona sasa ndama wanaweka kando, ndio tuweze kuelezewa vizuri na Bwana Sami ambaye ni mtaalamu mwenye amekuwa na hawa ng'ombe tangu kwa miaka kama miaka 10 hivi. Atueleze mbona ndama wawekwe kando na ni kwa nini pia ndama hawezi kawekwa pamoja na mama zao. Bwana Sami, tunaomba utuelezee hiyo kidogo. Asanteni sana. Ng'ombe zetu zinapojifungua inakaa na ndama kwa siku 3. Baada ya siku 3 tunainyang'anya ndama, tunaweka kando. Kwa sababu wakati tunapoanza kukamua maziwa, hatutaki ndama ikanyonye maziwa mingi kwa sababu hizi ng'ombe za fresh vile mnajua ni ng'ombe za biashara na tunahitaji maziwa mingi kuuza. Kwa hivyo tunapoweka ndama kando,
tunaitenga kanda, alafu wakati tunapokamua maziwa kutoka kwa mamake tunapima ni kiasi gani tutaipea asubuhi na jioni. Tunaipea asubuhi kama lita 2, jioni lita 2. Na ukiwacha ndama kae na mama itanyonya zaidi na mpaka hati anze sasa kuhara. Na hapo itakuja ikose kifo kwa ndama. Na siku za kwanza hizo siku 3 ambazo umeongea kuhusu, hizo siku 3 ni kusema kuwa ndama ananyonya maziwa ya mama direct ama anafanya nini? Kwa siku 3 ndama inanyonya maziwa ya mama kwa sababu bado iko na cholesterol. Hata tukiongeza karibu ni siku 5 hivi ndio ndama itumie ile maziwa ya cholesterol ya mama, ndipo ianze sasa kupewa maziwa yoyote tu, hata inaweza changanywa na ng'ombe ingine. Nina swali lingine ambalo singependa uende kama hujanijibu. Haya, umemuondoa ndama, umemtenganisha ndama na mama yake, sio? Na tena kule tumeona kuna mashini ambazo mnatumia, kuna mitambo ya kukamua na kupeleka maziwa kwa kula. Sasa ndama anapokuwa kando, inamaanisha kuwa mnapokamua maziwa kisha kwa kula ndio mnaenda mnachotea ndama kutoka huko kwa kula, mnakuja mnamwekea kando akunywe? La. Hatukamui maziwa inaenda kwa kula kwanza ndio tupe ile ndama. Ile vile tunafanya, kuna mashini moja tunachukua mashini kama 2 ambayo tunaleta ile ng'ombe kama imezaa. Tunajua ni ng'ombe fulani imezaa saa hiyo. Tunakamua maziwa na hiyo mashini, tunaweka kwa mtungi kando, ndio tunapelekea hiyo ndama. Hiyo ndio inapewa ndama. Haya, kabla tumalize, ningetaka pia kuuliza swali moja. Wakati baada ya hizo siku 3 ama baada ya siku 5 ama sijui ni kwa muda mgani ndio unaweza kupatia hawa ndama pellets? Ndama inaanza kukula pellet ikizoea kwanza kukula, na kule ikiwa na miezi kama 2.5 kuelekea 3. Hapo ndipo unamfunza sasa kukula pellets. Yeah. Okay, hilo ni jambo mzuri pia. Wengine wetu hatukuwa tunajua, na hata mtazamaji wetu pia najua amepata kuelewa zaidi ya vile alikuwa anaelewa. Mwirori wa Gikuyu TV, tafarira yuma urimi na ugemo kinyani no toria ngwira goro ringi na maita maingi ni ati twi haha nigetha tuthome, nigetha tukorwo tukimatha ugi mukinyaniru, ni tondu tutangimatha ugi tungihota kuruta kurima na njira ya biashara kana na njira iria yagiriire. Ndugagithie haraya, maya na mangi maingi no megugiuka thutha uyu.